leo Tito nataka zungumze na watazamaji wa runinga ya Citizen, wale ambao unasema kwamba hawakukuona katika mitandao lakini wangependa kujua Tito anapitia nini. Kitambo Bazuu aje kuona, ilikuwaje ukamtafuta Bazuu? Ni nini ulikuwa unapitia baba? Nilikuwa naishi Saidi za Kitui. Tukawa tunaishi kwa baba na mama. Mama alifika na kuja Nairobi, akatuacha Ushago. Akuja huko, tulikuwa almost tuko watatu. Akaja huko. After amekuja huko tumeishwa baba na mama. Tukakaa, baba alitukataa. Aliwakataa? Alikuwa wadogo? Sasa nilikuwa mkubwa. Tukiwa wadogo, mimi nilizaliwa. Baba yangu kuniza akanikataa. Tukaenda kwa shushu, mama akaolewa. After ameolewa, akapata my second born. Tukasonga. Aya, tukaishi. Sasa after nimekuwa mkubwa, ndio sasa amekuja Nairobi, watoto nimeachiwa. Sasa mimi ndio nateka jukumu. Juu hakuna mwenye anaweza fanyia kazi. Ngoja Tito nikurudishe kwanza. Unasema kwamba babako mzazi alikukataa wewe? Nikiwa mdogo. Ukaenda kwa shosho. Ukienda kwa shosho ulienda na madhe? Madhe pia aliachana na baba yako? Akasema kwamba aanze tena maisha upya. Alivyoanza maisha upya akapata bwana mwingine? Baada ya kupata, akatoka kwa huyo, akaenda mwingine tena. Akapata mtoto, akarudi kutena kwa huyo wa kwanza. Akakuja akazaa, akapata mtoto. The same way anaenda, anarudi tena. Anaenda anazaa anakuja. Kakuwa mimi ndio nalea. After amekuja huko, baba yetu alisema mimi sina mtoto. So tunaenda kwa shushi yangu. Ikabidi tukaenda kwa shushi. Tukafika kwa shushi. Kufika kwa shushi, tukakaa. Shushi yangu si mbaya. Ako sawa. Lakini sister ya mamangu, second born, ni mtu mbaya. Ndiye aliambia shush, walikuwa kwa chama. Akamuuliza wahi, kwa nini unitumii pesa? Akamwambia juu tuko hapo, haizi tuma pesa. Ikabidi shush aturuke, ndio sasa tutoke. Aambia sasa mimi situmii pesa kwa ajili nyinyi mko hapa. So nyinyi muende kuanza maisha yenu. Ndipo nilipigia mama simu, nikamweleza, then akapiga simu, nikakuja. Shosha alikataa kutoka kwa gari. Mimi ndio nilikaa hadi saa 7 tulitoka huko, tukakuja huko. Tukakaa, ilikuwa 2025 sasa. 2025. Tukakaa, maisha ni mzuri. Mwezi wa 7 akagonjeka mama. Mama akagonjeka? Akienda hosi anapimwa, ajulikani ugonjwa ni gani. Sasa mimi nikajua tu ni ugonjwa lakini atapona. Tukiwa tarehe 26 mwezi wa 11, ndio nilijua ni mimba. Ulijua? Ni mimba. Alikuwa na mimba ingine? Tarehe 16 mwezi wa 3 ndio alipata mtoto. Sasa hii mwezi, kutoka mwezi wa 7 hadi ndio tukuja kujua ugonjwa ni nini, hakuwa nenda kazi, angeamka, hakuna chochote agifanya. Shule tulikuwa tunaenda, ikabidi mimi nisimame niache kwenda shule, ndio niteke jukumu la kuelewa mabrothers wangu. Ulikuwa darasa la ngapi? 8. 8. Ukisema kwamba sasa ukaamua kwamba uchukue jukumu la kuangalia ndugu zako, so ukaanza kulichukua vipi jukumu hilo? Ni kutafuta chakula, kujua chenye watafanya, watakula, watavaa na venye wataenda shule. Wewe mtoto wewe? Ukiwa na umri wa miaka mingapi? 14. 14. So ulikuwa unatafuta mbinu gani? Huku kuna nini, nazaenda ni mtu aniite, ni mchote maji, anilipe. Ama huku kwa takataka, naenda na kuota chuma, plastic, hizo napima, tunapata chakula. Na ile siku hakuna kabisa upati? Kama hakuna, maji inawekwa kwa sufuria, tunachemsha, inawekwa chumvi, tunakunywa, tunalala. Usiku mzima? Na mtoto mchanga?
Mtoto mchanga ni wa hii mwezi wa 3. Tulikuwa 4. Tukasukumana, yani tumefika mahali chakula sisi tunajua ikifika jioni maji moto na chumvi tunakunywa tunalala. Basi. Mimi nikiwa home nikafikiria nikasema hii shida ni mingi. Nikauliza mama, unaona hii shida tumekuwa watoto wengi. Haya, unaona shida venye iko. Ni kwa nini unaleta bado watoto? Hakuni